الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na tafsiri ya Surah Maryam, ambayo leo kipande tunachosoma ni kipande kinachohusu namna walivyokhtilafiana wale manasara katika jambo la Nabii Isa, aya ya 40. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kumueleza Nabii Isa ukweli wa tukio lake lilivyo na sifa zile ambazo alipambwa nazo, sasa anasema dhalika Isa ibn Maryam, huyo ndio Isa ibn Maryam, qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun, hadithi yake na yote tuliyoeleza ndiyo kauli ya kweli ambayo ndani yake wale manasara wanakhtilafiana. Anasema Mwenyezi Mungu mbele, ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana, haiwi kwa Mwenyezi Mungu kujifanyia mtoto, ametakasika Mwenyezi Mungu, kwa sababu hana haja ya yeye Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto, na yeye yuko hai ambaye hafi, ametakasika na yote wanaoyasema. Kwa hivyo dhalika Isa ibn Maryam, huyo aliyosifiwa tuliomweleza kwa sifa hizi wazi, kama vile kusema sio vile ambavyo wale Mayahudi walikuwa wakisema kwamba ni mchawi, na sio vile manasara walikuwa wanasema kwamba ni mtoto wa Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kama huu imekuja katika sura Al-Imran. Mwenyezi Mungu amesema inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, kwamba hakika mfano wa Nabii Isa mbele ya Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa Adam. Adam khalaqahu min turabin, kamuumba kutokana na udongo. Thumma qala lahu kun fayakun, kisha akasema kuwa, na vile ikawa kuwa Nabii Adam. Alhaqqu min rabbik, kweli inatoka kwa Mola wako. Fala takum minal mumtarin, usiwe miongoni mwa wale wenye kutia shaka, wanaogombana na kukhtilafiana. Ukweli ndio huu. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana, haiwi kwa Mwenyezi Mungu kujifanyia mtoto, ametakasika. Idha qadha amran, akitaka jambo Mwenyezi Mungu, fa innama yaqulu lahu, husema kun, kuwa, fayakun, na hicho alichokitaka kinakuwa. Kwa hiyo kwa kuwa akiamrisha kinakuwa, basi hawezi tena kuwa yeye ajifanyie mtoto, kwa sababu hiyo sifa hiyo ni katika sifa pungufu ambazo Mwenyezi Mungu astahiki kuwa nazo. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, anatuambia wanazuoni mbele. Mwenyezi Mungu anatueleza tena maneno ya Nabii Isa kwamba kwenye yale aliyoamrishwa na aliyoyasema, aliwaambia watu wake ilhali yuko kwenye kile kisusu, kile kikredo pale, kwamba na hakika Mwenyezi Mungu, Rabbi ni Mola wangu mimi, wa rabbukum, na Mola wenu nyinyi, fa'buduhu, basi muabudieni.
hadha siratu mustaqim, hii ndiyo njia iliyonyooka ya sawasawa. Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim, Mwenyezi Mungu anasema wakakhtilafiana wale ahlul kitabi kati yao kuhusu jambo la Nabii Isa, ilhali kwa maelezo haya wazi kabisa hapa huko kwamba Nabii Isa huyu ni Abdullahi wa rasuluh, mja wa Mwenyezi Mungu na mtume wake, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, na ni neno lake ambalo Mwenyezi Mungu alipitisha neno hilo kwa Maryam na ni roho kutoka kwake. Lakini Mayahudi wao walifika kusema kwamba huyu bwana ni mtoto wa zina na ni mchawi, na maneno yake haya ni uchawi mtupu. Wengine wakasema ni mtoto wa yule Yusufu fundi mbao, Yusufu Najjari. Manasara nao vile vile wakatofautiana, ili mradi kumekuwa na makundi mengi kama Mwenyezi Mungu anavyosema fakhtalafa al-ahzabu min bainihim. Kisha Mwenyezi Mungu anasema fawailul lilladhina kafaru min mashhadi yawmin adhim, basi ole wao wale waliokufuru wakakhtilafiana kwenye jambo la Nabii Musa, la Nabii Isa, ole wao, adhabu kali itawafikia. Min mashhadi yawmin adhim, kutoka kwenye kushuhudia ile siku ya kiyama na yaliyomo ndani yake ya kuhesabiwa na adhabu wakati watakapoishuhudia siku ile na adhabu zake. Kisha Mwenyezi Mungu anasema asmi' bihim wa absir. Mwenyezi Mungu anaeleza kwa siku ile ya kiyama hawa waliokuwa wakipinga watakuwa kusikia kwao kuna nguvu sana na kuona kwao ni kukali mno. Wanaona vizuri sana na wanasikia vizuri sana, tofauti na walivyokuwa katika dunia. Kwa hiyo asmi' bihim wa absir, uzuri ulioje wa wao kusikia na kule kuona kwao. Yauma yatunana, siku watakapotujia kwa ajili ya kuhesabiwa na malipo. Siku hiyo watakuwa wanaona vizuri na wanasikia vizuri. Lakini dhalimuna al-yawma, lakini wale madhalim leo, manake katika maisha ya dunia haya, fi dhalalin mubin, wako katika upotevu ulio wazi kabisa. Yani kama vile Mwenyezi Mungu anasema akhera wataijua haki, wanasikia vizuri na wanaona vizuri, ila hali katika dunia walikuwa hawaoni wala hawasikii wala hawatumii akili zao kwa namna ambayo Mwenyezi Mungu alitaka watumie. Kisha Mwenyezi Mungu anamuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa tahadhari, wa andhirhum, nasema waonye hawa, yaumal hasra, siku ya majuto, idh qudhiya al-amru, pale itakapokuwa jambo limekwisha pitishwa, hukumu imekwisha toka. Waonye siku ile itakayokuwa ya majuto. Muovu atajuta juu ya uovu aliofanya, mwema atajuta kwa nini hakuongeza akafanya zaidi. Idh qudhiya al-amr, wakati tayari hesabu itakapomalizika, kurasa zimekwisha kunjwa na watu wamekwisha pambanuliwa, hawa ni wa peponi, hawa wa motoni. Waonye, waandhirhum, na waonye yaumal hasra, siku ya majuto, idh qudhiya al-amru, wakati hesabu itakapokuwa imekwisha kamilika, wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, na ilhali wao sasa hivi katika dunia
wameghafilika kabisa na hayo wanayotahadharishwa nayo na kuonywa juu ya siku ya majuto na hasara. Inna nahnu narithu al-ardha, Mwenyezi Mungu anasema na wajulishe kwamba Mwenyezi Mungu ndo mwenye kuirithi ardhi na vilivyomo. Hakuna yoyote anayebakia katika watu waliomo katika ardhi, wote wataondoka, hakuna kitakachobakia. Wa ilaina turjaun, wa ilaina yurjaun, na kwetu sisi wao ndo watarejeshwa. Waandhirhum, waonye yaumal hasra, siku ya majuto. Idh qudiya al-amru, pale itakapokuwa hesabu zimekwisha kamilishwa. Wahum, na ilhali wao katika dunia sasa hivi, fi ghaflatin, wameghafilika. Wahum la yu'minun, na wala hawaamini. Inna nahnu narithu al-ardha, wajulishe vile vile kwamba hakika Mwenyezi Mungu ndiyo mwenye kuirithi ardhi na vilivyomo juu ya ardhi. Wa ilaina yurjaun, na kwetu sisi wao ndo watarejeshwa. Aya hizi zinaishia hapa, ambapo zinaeleza ikhtilafu ya wale Mayahudi na Manasara kuhusu jambo la Nabii Isa. Aya zinazofuata kuanzia 41 mpaka 50 zitakuja zinaeleza kisa cha Nabii Ibrahim na mazungumzo yake yeye na baba yake kuhusu ibada ya masanamu. Lakini leo tuishie hapa, tujaribu kuangalia aya hizi, maneno haya, sisi tunapata fundisho gani ndani yake. Kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatujulisha katika Qur'ani namna ya kuumbwa kwa Nabii Isa pamoja na nafasi yake, na kutufahamisha kwamba hiki anachotuambia ndiyo ukweli usio na shaka ndani yake, na kila yaliyo kinyume na haya ni madai tu ambayo hayana ukweli wowote, wala si mambo yanayofanana kunasibishwa kwa mitume ya Mwenyezi Mungu. Ya pili, aya zinatujulisha kwamba Nabii Isa si mtoto wa Mwenyezi Mungu kama wanavyodai Manasara, na aya zinaonyesha kwamba haipasi na wala haifai wala si haki yake Mwenyezi Mungu kujifanyia mtoto, kwa sababu hana haja ya mtoto. Yeye ametakasika na kila anachoshirikishwa nacho, na kwamba Mwenyezi Mungu akitaka jambo yeye husema tukua na jambo likawa. Kwa hiyo yeye ni muweza juu ya kila kitu. Pia tunajifunza Mwenyezi Mungu amemwamrisha Nabii Isa na watu wake kumtakasa Mwenyezi Mungu na kutambua kwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, na kuwaambia watu wake kwa Mwenyezi Mungu ni Mola wake yeye na Mola wao na Mola wa kila kitu, na ndio anastahili kuabudiwa, hapana mwingine. Kisha Mwenyezi Mungu anaeleza makundi katika wale ahlul kitabi, namna walivyotofautiana kuhusu jambo la Nabii Isa. Wakati ule Mayahudi walimtuhumu kwa uchawi na wakawa wanataka kutia dosari nasabu yake. Manasara nao wakagawika kwenye makundi yao, kila kundi likashika upande wake. Lakini Mwenyezi Mungu yeye ametueleza ukweli na anataka tuutambue kwamba huo ndio ukweli wa Nabii Isa ibn Maryam. Lakini pia Mwenyezi Mungu anatueleza adhabu kali kabisa na maangamio kwa wale waliokanusha, makafiri, kisha wakakhtilafiana katika jambo la Nabii Isa. Mwenyezi Mungu
anaeleza juu ya hali ya watu siku ile watakavyokwenda mbele yake, ili tupate kuzingatia ya kwamba siku ile watakuwa wanaona sana na wanasikia sana, ila hali duniani walikuwa hawaoni wala hawasikii, na wamo katika upotevu mkubwa katika maisha yao ya dunia. Lakini akhera wataijua haki. Kwa hiyo duniani yule mpingaji anakuwa kiziwi na kipofu, lakini ataona na kusikia kule akhera atakapoona adhabu. Lakini kuona huko na kusikia huko hakutomsaidia. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekezwa vile vile awatahadharishe watu wake washirikina kwamba wakidumu kwenye msimamo wao ule watapata hasara na majuto siku ya Kiyama. Mwisho Mwenyezi Mungu yeye ndo muumba mfanye wa kila jambo, na viumbe vyote alivyoviumba vitamalizika, vitaondoka, hakuna kitakachobaki isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa hivyo nafsi isidhulumu nafsi nyingine chochote, kwa sababu sote tutarudi kwa Mwenyezi Mungu na tutalipwa kwa yale tuliyoyatenda. Mwisho wa aya hizi Mwenyezi Mungu anavyoeleza, anaonyesha kwamba sisi tutarejea kwake, hakuna kinachobakia. Inna nahnu narithul ardha wa man alaiha, kila kilichopo kitaondoka. Sehemu nyingine amesema kullu man alaiha fan, kila kilicho juu ya uso wa ardhi kitaondoka. Kama hivyo ndivyo, na kwamba Mungu anasema wa ilaina yurjaun, na huku ndio tutakaporejea kwake. Maana yake ni kufanya maandalizi, na maandalizi mazuri kabisa ni kwenda kujiandaa na kuishi katika yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Ndo maandalizi mazuri. Kule katika suratul Baqara kama hivi anasema watazawadu, na chukueni zawadi, fa inna khaira zadi taqwa, zawadi iliyo bora kabisa mtu kwenda nayo mbele ya Mwenyezi Mungu ni kwenda akiwa mcha Mungu. Kama tulivyosema kwenye darasa iliyopita, ukiishi nayo haya ya inna nahnu narithul ardha wa man alaiha wa ilaina yurjaun, itakufanya saa zote uwe unatahadhari kwenye unachofanya, unachosema, wapi unakwenda, unafanya nini. Lakini ukienda kwenye mstari ambao Mwenyezi Mungu ameusema nyuma, anamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa andhirhum yawmal hasra, watahadharishe, waonye siku ya majuto ambayo ni siku ya Kiyama. Waonye kwa sababu ipo, hakuna namna ya kwamba iwe haipo. Siku hiyo itakuwaje ya majuto? Idh qudiya al-amr, pale hesabu zitakapomalizika. Aliyofanya mema kalipwa, lakini atajuta kwa nini asingefanya zaidi. Aliyefanya mabaya atalipwa kwa mabaya yake, atajuta lau angepewa muda akatubu, lakini hakuna muda tena. Waonye kuhusu siku hiyo, kwa sababu wahum fi ghaflatin, na wao hapa katika dunia wameghafilika. Tuliwahi kueleza nyuma tofauti ya kughafilika na kusahau. Tukasema kusahau kwenye sheria kuna sameheka. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Mwenyezi Mungu amepitisha msamaha kwake na kwa umma wake kwenye mambo mawili: kulala na kusahau. Ukilala alfajiri ikakupita ukaja kuamka saa 2,
huadhibiwi kwa sababu ulilala, kwa sababu kule kulala kuko nje ya uwezo wako. Na ndio maana ukisahau swala ya rakaa 4 ukaswali 2, alafu akatokea mtu akakuzindua, bwana umeswali 2, huambii kwamba umepata dhambi. Kuna utaratibu tu wa kurudia, halafu kukawekwa kwenye sala sijida 2 za kusahau. Hakuna sijida 2 za kughafilika, kuna sijida 2 za kusahau. Lakini kughafilika ni tatizo, na wanazuoni wakaeleza tofauti ya kusahau na kughafilika. Kughafilika ni kuwa uko pale kwenye kazi yako, panaadhiniwa unasikia, sio kwamba hujasikia. Watu wanakim swala unasikia, watu wanaswali, watu wanatoka. Kile kinachokufanya yote yawe yanapita na wewe upo na unayaona, na hujalala wala hujazimia wala hujasahau, hali ile ndo kughafilika. Na kughafilika ni tatizo kubwa sana. Wanazuoni wameandika vitabu mbalimbali. Kimoja maarufu kimeandikwa Tanbihul Ghafilina, yani kuwazindua walioghafilika, kuonyesha kwamba kughafilika ni jambo baya. Umemwendea mtu, pengine ndugu yako, ukamuomba, bwana nikopeshe, akakukopesha. Umelipwa mshahara wako na unajua, yani kuwa unadaiwa unajua, lakini ndo ulipi tu, ndo kule kughafilika. Au tena wakati mwingine unasema kesho kutu, baadaye, kesho. Na yule pengine anakujia na ana shida, lakini wewe hutoi. Hali ile ndo inaingia huko kwenye kughafilika, ambayo Mtume alikuwa ameiita hiyo ni dhulma. Yani kuchelewesha kumlipa mtu na uwezo unao, alafu unaamua utaki tu, wala una sababu yoyote, kakuita nini? Dhulma. Sasa ukitazama asili yake ni kule kwenye kughafilika tu, kwa sababu unaona utakuwepo tu. Kwa hiyo makosa mengi Mwenyezi Mungu atuzindue, tunajikuta tunayafanya, moja ya sababu ni kughafilika, wala hakuna kitu kingine. Sasa ndo Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waonye siku ya majuto, pale ambapo hukumu itakuwa ishapita. Watahadharisha na siku hiyo, waikumbuke sana, wafanye kila namna ya kuhakikisha wanaishi nayo, ili wasitoke nje ya mstari, kwa sababu wahum, na wao sasa hivi duniani, fi ghaflatin, wameghafilika, wahum la yu'minun, na wala hawaamini. Mghafala tu ndo ule unampelekea mwingine, ukimwambia jema, yeye badala ya kufanya na kutafutia sababu ya kuzuia usiseme tena, kwamba ulikuwa unakujua hapo bwana, baba yako alikuwa mlevi tu, sasa hivi ndio unajifanya shehe bwana, tuache bwana. Na anaona hivyo kafanya sawa. Sasa kughafilika kuna mambo mengi ndani yake, lakini inawezekana vile vile kughafilika ndio hivyo. Una mke, ziko haki ambazo anastahiki mke kupata kutoka kwako, lakini umeghafilika, yani unaona kama hilo jambo halipo. Watu sijui jambo lile lilitokea wapi, wazee wapo hapo watasema babangu, kwamba nani aliweka utaratibu ukitaka kuoa, ukidaiwa mahari hata usitoe yote, nyingine unabakisha.
tahamaki watu mpaka wanajukuu wanadaiwa mahari hajamaliza, na hata akiambiwa tena na yule mkewe, bwana nakudai mahari, anacheka, yaani kwa kama jambo tu hivi kwamba ya nini tena bwana. Sasa ndio kughafilika kwenye, yani unapuuzia, lakini kumbe ni haki ya watu hiyo, kiasi kwamba sheria imempa nafasi hata yule mke, kama ulimwahidi bwana, sababu tunaambia unaweza kuoa kwa kuahidi, bwana mimi mahari nimekubali, nitakulipa miezi 6 kutoka sasa. Haizuiliki maadamu kubali, lakini inatakiwa ijulikane. Ikifika miezi 6 hujalipa, yule mke sheria inamruhusu kuzuia baadhi ya mambo unayoyataka wewe kwake, kwa sababu Waislamu wanatakiwa waishi kwenye makubaliano yao. Sasa mtu anaweza kuwa alisema hivyo, lakini sasa hivi mwaka wa 10 na anaona kawaida tu, ndio kughafilika kwenyewe. Sasa mradi tuko ndani ya Ramadhan tunaambiana ndio uzinduke ukalipe mahari ya watu, japokuwa sasa hivi tena mna wajukuu, na unaweza kukuta yule mke naye akasema 20,000 ile bwana sio hii, ikawa tena kumeanza jambo jingine. Lakini kughafilika ni jambo baya sana. Mmoja katika wanazuoni alifananisha, kuna yule ndege wanamuita woodpecker, akienda kwenye mti ule anagonga hivi, anagonga alafu anastuka kidogo, anagonga alafu anastuka kidogo, anagonga alafu anastuka kidogo. Sasa wanasema wanazuoni, sisi tutakuwa tuishi namna ile, yaani chochote tunachofanya tusisahau kama sisi watu wakufa. Chochote tunachofanya tusisahau kwa Mwenyezi Mungu anatuona. Chochote tunachofanya tusisahau ya yaumul hasra, siku ya majuto. Kwa hiyo kama vile wanasema yule ndege kaletwa atufundishe jambo, huwa hakubali yule kugonga alafu azame kule ndani tu bila kwanza kutoka kutizama huku nje kuko sawa. Kwa hivyo yote ndio hiyo kutuzindua kwenye kughafilika. Sasa tukisoma hapa unaweza kusema hii inawahusu washirikina wale. Hapana, inatuhusu na sisi. Inatokea wakati mwingine unaona mtu ana maradhi, anaambiwa bwana wewe sasa hivi nyama nyekundu usile, na anajua anakaa nayo hiyo, alafu anafika pala anakutana nazo. Anapoendelea haina maana kwamba huku kafuta kasahau, anakuwa anajua lakini anaendelea. Ni kughafilika. Bwana wewe kwa maradhi haya na hali yako hiki kiwache, atakutana nacho na ataendelea, na ana kwenye akili yake anayo kwamba hiki bwana nimeambiwa kinaniumiza. Ndio kughafilika. Bali kughafilika kubaya kwingine ambako tunako kumetuzunguka katika jamii yetu ni kwamba yale mambo muhimu sana kwenye maisha yetu, hayo ndio yanafanywa ya mwisho kabisa na hayana thamani, na yale mambo yasiyokuwa na thamani yoyote hayo ndio yanatukuzwa, yanafanywa namba 1. Kwa nini inakuwa ni kughafilika? Kwa sababu hao wanaosimamia ukikaa nao wanakubali kama hii sio muhimu, lakini imewekwa chini, na wanakubali hii huko ndio muhimu. Hii sio muhimu imewekwa juu, ile muhimu wanaweka chini, na mambo yanaenda hivyo hivyo. Wale watu muhimu sana hao ndio wanakuwa wa mwisho kabisa. Wale watu ambao kikawaida kwenye ile jamii yao sio muhimu sana, hao ndio wanawekwa juu. Lakini ikifika kwenye mambo muhimu hawaletwi wale, wanatafutwa hao muhimu. Yote ni sehemu ya kughafilika, na kwa sababu ya kughafilika huko mambo yanakuwa magumu sana. Ndio unayashuhudia mambo yanatokea kwenye jamii, unajiuliza haya tena imetokea wapi? Lakini msingi wake ni huo, kwamba yale muhimu yanakuwa ya mwisho, yasiyo muhimu yanatangulizwa. Na kwa sababu ile wanaita
sheria ya formation, ya mpangilio wa mambo. Ile ikikosewa mambo hayaendi. Ukitizama hiyo inayoitwa sheria ya kupangilia mambo, ndio inayofanya kwamba kichwa kile cha gari kinakuwa mbele, alafu ile trailer ile inayovuta container inawekwa nyuma. Yani huo ni mpangilio, na haujaanza leo. Ukirudi hata wakati ule wa magari ya farasi wanakaa mbele, alafu gari linakaa nyuma. Sasa hebu leta picha ya ile trailer ndio inakaa mbele, alafu kile kichwa kiko nyuma, gari itaendaje? Au gari la farasi liko mbele, alafu farasi ndio yuko nyuma, hawezi kupeleka. Kwa hiyo wanaposema hiyo law ya formation imekaa vile ili mambo yaende. Kwa hiyo na sisi, iwe nyumbani, iwe kazini, iwe kwenye jamii kwa ujumla, yaliyo muhimu yanatakiwa yakae mbele, yasiyo muhimu yanatakiwa yabaki nyuma. Wale muhimu wanatakiwa wawekwe mbele, wasio muhimu wanatakiwa wakae nyuma wafuate. Ikifika pahala kwenye jamii yoyote wa muhimu ndo wako nyuma, wasio muhimu wako mbele, basi ujue hapo tayari pana matatizo na maendeleo hayawezi kupatikana. Kwa hivyo kughafilika kukubwa ni kwetu sisi kughafilika na akhera. Tunasoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu anatukataza, ametutangazia wazi kwamba bwana, huyu sheitani ni adui yenu. Inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sheitani kwenu nyinyi ni adui, na nyinyi mfanzeni kuwa ni adui. Yeye na kundi lake wanawataka nyinyi muwe watu wa motoni. Sehemu nyingine anasema bwana, huyu asije kukufitinisheni huyu sheitani. Ubaya zaidi Mwenyezi Mungu anasema, lakini bado ukituangalia wakati mwingine ule sheitani ndio unamkaribisha ndani, unakuwa naye na kila kitu, kama vile unaona sio sawa. Niliona mtu alinitumia, sasa sijui ni shekhe yule, mtu mzima sana Marekani huko, anaeleza msikitini kuhusu Ramadhani. Nikapenda ule mfano wake, bora niseme hapa nimalizie kutoa nafasi ya maswali. Yeye kaanza kueleza kisa cha kwamba kuna nyumba moja, mtoto alipita akashambuliwa na mbwa akauawa. Wazazi wakaamua kushtaki, lakini wakashindwa ile kesi kwa sababu yule mbwa alikuwa kafungwa mnyororo. Lakini pia pale kulishakuwa na tangazo kwa bwana, tahadhari, mbwa mkali. Sasa inaonekana kosa la mtoto, hakutarajia kama ule mnyororo ni mrefu, yeye alijua utakuwa mfupi. Kwa hiyo akaja kumtishatisha yule kama anacheza naye, kumbe ule mnyororo mrefu, yeye alijua hawezi kumfikia kule, akamfikia. Kwa hiyo ikaonekana tahadhari zote zilichukuliwa, kwa hiyo hao hawana makosa. Sasa yule bwana akageuza upande wa pili, anasema na sisi tunapoambiwa mwezi wa Ramadhani shetani anafungwa, hatujiulizi ule mnyororo urefu wake ukoje. Tunaona labda mnyororo mfupi, kwa hiyo tunamsogelea na wale anaturukia kwa sababu ya mnyororo mrefu, na sisi hatufuatilii. Na anasema tunaporaruliwa kunakuwa hakuna makosa kwa sababu mnyororo kafungwa, na maandishi yapo ndo haya kwamba inna shaitana lakum aduwwun, jamani huyu ni adui yenu. Lakini sisi tunaona labda huyu mnyororo mfupi, kwa hiyo unamsogelea, kwa hiyo anakurukia. Sasa ni mfano mzuri wa kufikirisha kwamba mambo mengi yako hivyo. Tunakatazwa dhulma, tunakatazwa riba, tunakatazwa hiki. Wakati mwingine kitu umekatazwa, lakini unasema na sasa hivi tu.
ndio ile unaona mnyororo mfupi kumbe mrefu. Kwa hivyo tulibebe hili kwenye aya tulizosoma leo. Aya hii huku mwisho inayokwenda Mwenyezi Mungu anamwambia mtume awaonye yaumul hasra, siku ya majuto. Idh qudhiya al-amr, siku ambayo majuto yenyewe hukumu itakuwa imemalizika, lakini majuto yako pande mbili. Alioishi vibaya katika ulimwengu atajuta kwa nini hakuishi vizuri, lakini majuto yake hayatomsaidia. Alioishi kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, yeye atajuta kwa nini asingeongeza. Kisha Mwenyezi Mungu anasema, na ilhali watu katika dunia hii wameghafilika, wako kwenye mghafala mkubwa kabisa. Kwa hiyo sisi tubebe, tuhame kwenye kughafilika, tuwe kama huyo ndege nilisema, sio anamuhitaji Kiswahili yule woodpecker, anaogonga gonga anarudi kidogo, anagonga anashtuka, yani saa zote anaangalia kuko sawa. Tusiendelee tu moja kwa moja ile kugonga wenyewe, kushtuka. Kama uko kwenye biashara unafanya alafu unajikagua, niko sawa? Kama una wazazi wako unajikagua, niko sawa? Sio siku zinakwenda tu unakuja kugundua kwamba ukupata radhi zao alafu muda umeisha. Kama una ndugu zako unakagua, niko sawa? Mimi jana tulisema, mimi huku kwenye familia huku, mimi niko sehemu ya kusuluhisha mambo au mimi ni sehemu ya matatizo? Kwamba kukiitishwa vikao vya familia, watu wakiona mimi ninatokea, wanaambiana jamani, kila mtu akae na udhu wake. Wewe uko upande gani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu, mbora wenu ni yule ambaye popote akitokea watu wanatarajia kheri na wanakuwa hawana wasiwasi kwamba shari kwako haipo. Lakini anasema yule ambaye sio mbora wenu, man la yurja khairuhu, ni yule ambaye kwake haitarajiwi kheri na wala watu hawasalimiki na shari. Yani maana yake ukitokea ukifanya jambo zuri watu wanaulizana, leo kuna nini jamani? Kwa sababu inaonekana sio kawaida yako. Sasa tuhame kwenye kughafilika, tuwe tunazinduka ili tupate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesho tutaanza kisa cha Nabii Ibrahim.